baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada na rehma zimwendee kiongozi wa umma, na isi mwingine ni mtume wetu Muhammad, sala na amani ziwe juu yake, ambaye ametoweka dunia hii na ametoweka katika hali nzuri ambayo ni hali ya tauhid, ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na alihakikisha yeye kabla ya kutoweka kuifikisha amana ambayo imeacha wewe na mimi. Saa hizi tunaacha shughuli zetu, tunaacha kazi zetu, tunaitika wito wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusikia maneno yake. Ndugu zangu, nikinasi nafsi yangu pasina kusahau na nafsi zenu katika jambo linalopewa na kupendwa zaidi mbele ya Allah, au mtu aliyopendwa zaidi mbele ya Allah, kwa sababu Allah anahangaika sana na huyo mja, si mtu mwingine, ni yule ambaye maisha yake ameishi katika kumwogopa Mwenyezi Mungu. Na ukijua kama unaogopa Allah, utaijua katika hali mbili. Ukisikia Allah anasema kitu unakifanya, na ukisikia Allah anakuambia uache kitu unakiacha. Ndio ucha Mungu, ndio sifa hiyo. Allah akasema usali, umesali. Allah akasema uache hiki, unaacha. Ndio hali ya kujua ucha Mungu. Na mtu kama huyu, ikiwa ni wewe, ikiwa ni mimi, maisha yako ukiishi na unamuogopa Allah, tambua kwamba umeshapata mafanikio mazuri. Lakini si mafanikio kuzidisha mambo fulani fulani katika dunia. Hii si mafanikio. Mafanikio mazuri ni wewe na mimi kujua Allah ametuamrisha tukafata. Kwa hiyo ndugu zangu, katika muda mfupi huyu tutafanya tazkira kunako hadithi ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ambaye anasema la yadkhulu jannata namamun. Anasema Mtume, na ndio sije yetu, hatoingia peponi mtu ambaye ana tabia ya unamima, ya kusikia habari huku anaipeleka huku, akisikia ya huku anairudisha huku. Kwa sababu huyu mtu, Mtume amesema la yadkhulu aljanna, hawezi akaingia peponi mtu mwenye amejipamba na sifa ya kupeleka habari. Kwa sababu kubeba habari kunavunja mambo ambayo Uislamu umeunga. Mwenyezi Mungu amesema innamal mu'minuna ikhwa, hakika waaminifu Mwenyezi Mungu amewaamrisha wewe wa ndugu. Muislamu ni ndugu yake Muislamu, lakini hii undugu inavunjika sababu ya namima. Kutoa habari huku inaleta sababu undugu ya Uislamu unavunjika. Ndio maana tunakumbushia hii sije siku ya leo. Hivyo namima haitosheke kwa kuvunja tu ndugu. Namima inavunja vile vile amani, sababu Mungu amesema salamun qawlan min rabbi rahim. Amani ndio hile ambayo inapaswa kuunga jamii, inapaswa kuwa kauli ambayo Mungu amewatakia. Lakini leo ukiona amani inapotea ndani ya tabia zetu, watu kuishi kwa mapenzi, kwa amani, ni sababu ya namima. Inavunja vile vile amani ndani ya Uislamu. Manake unakuta fitna ikiingia, amani inapotea. Hivyo haikutosheka hapo, kwa sababu Mtume alionyesha haingii peponi mtu mwenye kusikia habari ya huku wamesema mtu kitu fulani, anapelekea mwenye hakukuwa kwa kile kikao ili asikie wale walisema, ajue. Anasema huyu mtu hatoingia peponi, sababu atavunja undugu, sababu atavunja amani, na sababu hivyo atavunja qati'u rahma, atavunja undugu. Leo sababu ya maneno ya kusikia huku
utaangalia mafamilia ambazo zipo wandugu baina yao hawazomeshani, hawaongee tena. Asili ya hii kitu imetoka wapi? Na mama. Ukisikia huyu haongee na huyu, hii familia ikuwe na hii sababu na mama. Huyu mtu alileta habari akaambia huyu, unaona ndugu yako alikamata mali yenu, akafanya kitu fulani, akafanya hivi, akawewa hivi. Huyu mwenye kuleta hii sifa Muislamu anavunja undugu ndani ya Uislamu, undugu ndani ya komuniti ya Uislamu. Ukiangalia leo undugu wetu mumafamilia, angalia watu hawasemeshani tena. Wao ukawauliza tu, utasikia bwana ule ni mtu mbaya. Ni mtu mbaya kwa nini? Unasikia alikuwa fasi fulani, alisema kitu fulani, alisababisha watu fulani, akaacha watu fulani. Namamun, ndio Mtume anasema sifa hii ya kuleta habari ya huku na huku inavunja undugu katika Uislamu, katika majamii. Hivyo haitoshea hapo, ni tabia mbovu sana hata katika ndoa. Namamun, habari ya kusikiliza ya kutoka huku. Ukaangalia leo ndoa zimoja zimevunjika, bibi na bwana hawasemeshani, ni sababu kunakuwa mtu mwenye kuleta habari. Ndio hawa namima, watu wa kuleta habari. Alisikia habari ya huyu anaileta huku, nasikia bwana anamletea habari ya bibi. Bibi alikuwa nyumbani, anamwambia unajua bwanako alishinda leo fasi fulani, alifanya hivi, akafanya hivi, akifanya hivi. Bwana akaingia tu, anakutana nyumba inakuwa fasi ya kupigana, asili ya kutoka. Ndio Mtume anakuambia la yadkhulul janna namamun, hatoingia huyu peponi, sababu huyu anavuruga vile vile na ndoa. Utakuta watu wanaachana, mkuachana ni sababu huyu ametoa habari ameileta huku. Na leo imekuwa rahisi sana, leo imekuwa rahisi sana. Warabu wanasema khalifu turafu, wewe upinge utajulikana. Maana kama watu wanapenda hiki, wewe pinga utakuwa maarufu. Wewe kuwa mleta habari utajulikana. Leo watu tumegeuza tabia ya umaarufu, tunaitoa kwa kutoa sifa mbaya ya wengine, ya kuleta habari mbaya za wengine. Umaarufu khalifu turafu, watu wanapinga ili wajulikane. Leo ukiangalia katika simu zetu sote gisi tunazimiliki, musaa zako 24 kwa siku. Ukiangalia habari yenye unaletewa kwa siku, mumagrupe zenye unaishi ndani kwa siku, hautosikia raha ya watu wakisikia mugrupe kuna maneno wanasema aibu ya mtu. Manake kama vile wamepiblie mtu fulani aibu yake, wameonesha mambo yake ya siri ama ya wazi. Unasikia na mwenyewe haingia mwele grupe, anakuwa anasema ni grupe gani, muni ajute keki na mubara, si sababu ingine. Na mama, habari tu ya kuchonganisha, habari tu ya kuchonganishana, habari tu ya kuvunjana heshima. Leo nakutana kumtandao, watu wanakuwa maarufu hata katika madai, watu wenye kufanya dawa. Unakuta mtu mzima anaweza fanya hutuba nzima ya kutukana mtu mwingine kwa sababu ya habari alisikia huku inatoka. Unasikia mtu kumtandao, anafungua mtandao mwanzo mpaka mwisho, anatusi. Ndio Mtume anasema la yadkhulul jannata namamun, hatoingia peponi huyu mtu mwenye kuishi maisha yake anatoa habari ya huyu anaileta kwa huyu. Ndio maana katika waja wema waliotangulia, tukimuona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa siku moja bibi Aisha anataka kumupa habari, anamwambia ya Rasulullah, hakika mimi samita ana fulani yakulu kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Sasa alianza tena samita yakulu fulani kadha wa kadha wa kadha. Kamwambia stop, Mtume, nimesikia fulani alianza sema hivi. Akamwambia stop. Akamwambia ya Aisha, ana la uhiba, mimi sipendi nisikie
uletee habari ya kusema mtu alisema, huyu alisema, huyu alisikia. Sababu madhara yake, Bibi Aisha, ukisema kitu kenye umesikia, japokuwa hata ni kweli, inaweza kuwa kweli yenye itakubeba motoni. Kwa sababu siku moja Mtume aliambia maswahaba kwamba wanajua maana ya riba, ya kusengenya. Akasema waswahaba wakasema, la ya Rasulullah, hatujua ye Mtume. Akasema riba nantakula, ni kusema maneno ambayo mwenzako akiyasikia katika mambo yake akayachukia na hakukuwa pale, hapo hapo umeanza kusengenya. Maswahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, na tapokuwa tukisema wenye tunamsema hako ni vya kweli? Akasema ni makosa, hata kama mtamsema kweli, mseme sifa yake mbaya yenye akisikia. Bibi Aisha alikuwa anataka kusema kwamba Mtume, mke wako fulani bwana ni mfupi sana. Utasema tu mfupi, ni kweli ni mfupi, lakini Mtume anamwambia akasikia. Kama umemsema mfupi hata furahi. Hii ni sifa mbaya, na ukiwa nayo hautaingia peponi. Sasa leo itakuwaje mimi na wewe ambao tunalipwa, ambao tunatumwa, ambao tunafungula magrupe? Leo sisi, mimi na wewe, ambao tunalipa mpaka na transport. Unasikia mwako mnyumba, unasikia watu wako wanafata kwenye simu, habari kumitandao, unasikia fulani alipigana na mke wake, watu wanavitangaza. Afu wewe mzima, chunguza nyumba yako, angalia jioni watoto wako, angalia wote watakwambia wako wanafata direct fasi fulani. Huku kwenye wako wanafata direct ni fasi tu ya maneno tu. Wanavunja heshima ya Uislamu, wanavunja heshima ya uaminifu. Alikuwa miongoni mwa waongozi wa Kiislamu Umar bin Abdul Aziz, alikuwa mtu akimjia na kitu kia habari, na Mungu anakuambia iza ja'ul fasiq fatabayyanu. Ukiona mtu anaanza kukuletea habari, tafuta kwanza kuwa na bainisha, fanya bayana. Kwa sababu Mungu anasema ijtanibu kathira minadhann, jiepusheni sana kuwa na dhanna. Ndio Mtume akakwambia husnu dhann, katika dhana nzuri Muislamu akakuwa nayo ni dalili miongoni mwa dalili za uchamungu. Lakini leo Uislamu, watu wanafanya makosa ya maneno hata nyumba ya Mungu. Maana unaweza kuta mtu angali hata msikitini hapo hapo akisikia neno ya mwenzake amepita amevaa kitu fulani, wangali tu nyumba ya Allah. Umeona fulani wewe, unaona gisi iko ule, unaona hivi na hivi, unaona na huna mwenye anasema na huyu, kisha anaenda fahamisha huyu. Hapo hapo kunaingia fitna. Watu waogope hata maneno ya Mungu, hata nyumba ya Mungu. Watu wanasema fanya uchonganishi na wanavunja. Alikuwa miongoni, angalia hao Ibn Umar bin Abdul Aziz, ulikuwa ukimletea habari walikuwa wanakufungia mlango hapo hapo, anakuambia stop, kama unataka kunipa habari ya fulani na haiko usiseme. Ndio maana undugu wa Uislamu ulikuwa unajengeka. Lakini leo mtu akisha kuambia niko na habari ya kukupa, wallahi unakosa mpaka na usingizi. Kuko wake zetu, manyumbani zetu, wadada zetu, zamani tulikuwa tukisikia watu wa kuleta habari walikuwa wanawake, wallahi na leo wanaume wamekuwa na tabia kama hii, wa kuleta habari ya kushushiana heshima, ya kuzuliana aibu, na sisi tumeingia ndani. Unakutana mtu analipa transport, anaenda anahangaika, kinambeba tu ni nini, akia kuambia fulani alikusema, fulani alikufanyia hivi. Hao Umar bin Abdul Aziz walikuwa wanakataza. Mpaka Imam Shafi alikuwa miongoni mwa wacha Mungu, wa imamu wakubwa. Siku moja wanamletea habari ya kusema imamu alikusema kitu fulani, akasema ishia hapo hapo, fulani nani alinisema, ni mtu fulani. Asema kamata hii tende
Mwende mzawadie, mwambie namshukuru kwa kile kazi nyinyi amenifanyizia. Siku nyingine wanakuja mletea habari, ambesa fulani amesema kitu fulani, anasema haina shida, kamata na wewe zawadi mpelekee fulani. Manake mtu wote mwenye anamsema sifa mbaya, imamu alikuwa anampa zawadi, mpaka wenye kusema wakipata zawadi wanasikia inawauzi, wanaenda mfuata imamu, anamuuliza mbona tunaona watutupia zawadi? Anasema hapana, nimewatumia zawadi sababu nimesikia mmenifanyia kazi. Kwa sababu Mtume anasema al-muflis, mtu ambaye ni muflis siku ya Kiyama ni yule mtu ambaye atakuya ana zaka, ana swala, ana hija, ana matendo yake mazuri, lakini sababu ya ulimi tu, ya mdomo, ya kusemana vibaya, huyu muflis atatwaliwa matendo yake yote yenye alifanya mzuri, analipa wale watu wenye alikuwa anasema mbaya, alikuwa anakritiki.